Kwa nini nasema kwamba wanakufanyia mchezo wa akili? Yaani watu wale wale ambao wamesababisha aina fulani ya mawazo katika akili yako, ndio watu hao hao wanakuhukumu kwa sababu ya aina hiyo ya mawazo au haya mambo ambayo wao wenyewe ndio wameyasababisha. Kama hautafungua macho yako yote mawili kutazama vizuri, ni vigumu sana kuutambua huu mchezo. Huu ni mchezo. Ni muhimu sana uweze kuelewa, katika hii sayari dunia tuko kwenye game. We are playing the game here. So umeelewa? Au kwa lugha nyingine ukaeleza tuko kwenye ndoto. Sasa mtu ambaye anaelewa yupo kwenye ndoto ndio anayeweza kuitawala ndoto. Mtu ambaye ajui kwamba yupo kwenye ndoto anakuwa anatawaliwa na ndoto. Yaani chukua mfano kwenye ndoto za kawaida. Kwa wale watu ambao bado hamjachukua utawala wa akili, ndio unaona mnachezewa katika ndoto. So unajua vile ambavyo wana uwezo wa kukuchezea katika ndoto? Wanaweza kumanipulate ndoto zako kiasi kwamba unakuwa una uwezo wa kutawala usiku wako. Sasa ukichukua utawala wa akili yako, ndio unaweza ukatambua kinachoendelea katika ndoto na unakuwa na mamlaka na uhuru wa wewe halisi. Sasa huu ni mchezo, hii ni siri, ndio uielewe. Alafu kingine, lengo la kuwepo katika sayari dunia ni shule, ni kujifunza. Yaani unapoweza kukigawanya hicho kiambaza, unapoweza kuondokana na hiki kizuizi, ukaona yaliyopo nyuma ya pazia, ina maana unakuwa umehitimu. Na inakuwa ni ngazi kwa ngazi, hatua kwa hatua, levels kwa levels. Unaweza ukaanza kuona jambo hili unashtuka, jambo hili unashtuka, ultimately hadi kuhusu utambulisho wako wewe mwenyewe. Ulipewa utambulisho mwingine kabisa, utambulisho wa bandia, sio utambulisho wako. Sasa leo nataka nizungumze hii, sababu nilifanya video nikaeleza kwamba kuna hii mifumo, mfano mifumo ya kidini na kuhukumu kwa habari ya dhambi na kuhukumu kwa habari ya mambo fulani, si mawazo mabaya au mtenda dhambi utahukumiwa na Mungu. Lakini kumbe wao ndio chanzo, ndio sababu ya wewe kuwa na tabia hizo, chanzo cha wewe kutawaliwa na aina hiyo ya mawazo. Nitakueleza huu ni mchezo wa kisaikolojia, ni mchezo wa kiakili. Kisaikolojia iko hivi. Unazo aina mbili za akili. Una ile akili ambayo unaitawala, alafu una akili ambayo huna uwezo wa kuitawala, na kiunganishi ni ubongo wako. Ubongo wako ni kama chombo cha kupokea mawasiliano na kurusha mawasiliano, na kinakusaidia pia kutranslate taarifa. Sasa mambo yote ambayo yanakuja kwako kupitia milango yako ya fahamu yanaenda yanatafsiriwa na ubongo, alafu yakionekana yanafaa, hata kikubwa tu yakikubalika, yasipopingwa, moja kwa moja yanachukuliwa na ile akili yako unayoijua. Kwa hiyo unakuwa anajua hiki, umesikia hiki, nimehisi hivi, nimeona kile. Baada ya muda, kadri yale mambo ambayo unayawaza na kuyafikiria zaidi, au yale mambo ambayo haujayapinga kwenye akili yako, au unaona is okay, yamekaa kwa muda mrefu kwenye akili yako ya nje, yanaenda kwenye akili yako ya ndani. Sasa jambo lolote likiingia katika akili yako ya ndani, linageuka linakuwa ni master wako, ni mtawala wako. Linaanza kukuongoza katika aina ya tabia ulizonazo, mwitikio wako wa maisha, na hata matokeo unayoyapata katika maisha. Sasa angalia, tangu unakuwa unaenda Ijumaa msikitini kusikia mawaidha, unaenda kanisani kusikiliza mahubiri. Alafu ukienda kule, yani hazipitagi Jumapili moja mbili, si lazima utaambiwa, utakemewa kuhusu uzinzi, utakemewa kuhusu uongo, kuhusu dhambi, mambo ya uovu. Ina maana kwenye akili yako wewe, kwa sababu umeshaambiwa dini ni jambo zuri, sio kitu kibaya, kwa hiyo haupingi hivyo vitu, aina hiyo ya mawazo unaipokea tu, ama sivyo, inaingia katika akili yako ya kawaida, zinaanza kukaa pale. Kwa akili yako inaanza kutawaliwa na aina hii ya mafundisho ambayo msingi wake unakuonyesha zaidi dhambi, makosa mbaya, hukumu. Si unaelewa? Inapokaa kwenye akili yako kwa muda mrefu, yanaanza kupenya, yanaingia kwenye akili yako inayotawala matokeo yako. Sasa mjiulize, kila Jumapili ukienda unafundishwa kuhusu dhambi, uzinzi, unategemea utawaza nini? Tamaa mbaya, mawazo mabaya, unategemea utawaza nini? Alafu hii hadi kwenye maandiko yenyewe ipo. Paulo anasema kwamba ningejuaje mimi kuhusiana na kutamani kama usingeniambia habari ya kutamani? Yaani wewe ulivyoniambia mimi masuala ya kutamani ndio kaibua tamaa ndani yangu. Ina maana watu hao ambao mifumo ile ambayo imekuwekea taarifa ya uovu na kila siku inakukumbusha uovu na dhambi, ndio ambayo imepandikiza hiyo ndani yako ili uendelee
kuisujudia na kuitumikia. Kwa kufanya hivyo, kuna jambo linaloendelea nyuma ya pazia, unawapa nguvu. Kwa sababu kumbuka, hofu zako, hatia zako, ile hali ya kumwadoo mtu, unampa yule mtu nishati na nguvu. Sisi wanadamu, kwa sababu tumedanganywa na huu mwili wa nyama, hatuelewi uthamani wa ile nishati ya ndani ambayo ndio nafsi halisi, ndio uwepo wako halisi. Kwa unaitoa tu ile bila shida. Unavyoenda, unavyonyenyekea, unavyomtetemekea mtu, unavyomuogopa, unavyohofu, unatoa nguvu. Kwa hiyo nguvu ni chakula cha hizo nguvu nyingine, hizo entities. Kuna aina ya viumbe ambao ndio inaratibu hii mifumo. Angalia, of course siko against religion, mara nyingi wanasema hivyo, ila dini ipo kumuongoza mwanadamu ambaye yuko disconnected na Mungu. Mwanadamu ambaye hajaunganika na Mungu, hajajitambua, ndio dini inamtawala. Kwa hiyo dini inakuwa inakupandikizia giza ndani yako na inakuongoza, kwa sababu bado unakuwa una uwezo wa kujitawala we mwenyewe. Hilo nao ni gereza, nimeeleza, ni mchezo huu. Ina maana siku utakapokuwa huru na ukaweza kutawala akili yako, ina maana dini inakuwa haina nguvu wala haina maana tena kwenye maisha yako. Dini inakuwa na maana kwenye maisha yako pale ambako hauna muunganiko na chanzo, na pale ambako hauna uwezo wa kutawala akili yako ya ndani, kwa sababu utaendelea kukuhitaji ikuongoze kufanya vizuri, ikuongoze kuwa mtu mzuri. Lakini kumbe ukweli ni kwamba uhitaji mtu mwingine wa nje au mfumo mwingine wote wa nje ukuongoze kuwa mtu mzuri, ukuongoze kufanya vizuri, ikuongoze kuwa mtu wa Mungu. Kwa ndio maana nasema kwamba mifumo ile ile ambayo ndio inapandikiza mambo ndani yako, alafu inakuja inakuhukumu kwa mambo hayo hayo yaliyo ndani yako. Hivi unafahamu kwamba kama hausikii habari za kuambiwa sio uovu ukafanya kile, mambo ya uovu haya, yani kwa asili yako, yani wewe jinsi ulivyo, mwili wako wenyewe na nafsi yako uko na balance, yani uko na balance katika kila kitu. Kwani si kibiolojia wanadamu tuna tofauti na wanyama? Hatuna tofauti na wanyama. Lakini kwa nini wanyama hawatembei katika hukumu au kwa sababu, kwa mfano chukulia mfano labda tamaa ya ngono, si ndio? Hiyo tamaa ya ngono hata wanyama wanayo. Hatuna tofauti. Hiyo ni jambo la kibiolojia. Hatuna tofauti. Lakini kwa nini wao hawatawaliwi na hiyo, waongozwi na hiyo? Wao inakuwa ni katika msimu maalum wa uzazi. Kwa nini si hatuwezi? Ni kwa sababu kwenye akili yetu tumejazwa kitu fulani zaidi tu ya kibiolojia. Hiko ndicho ambacho kinakufanya uwe mtumwa wa hiyo nishati, hiyo nguvu ya mapenzi iliyo ndani yako. Alafu unakuja sasa, wale ambao wanakusababishia hiyo ndio wanakuja wanakuhukumu. Yaani kwa mfano kama umepewa uhuru wa kuwa wewe halisi, utashangaa unaishi maisha yako kwa uhuru na unaishi maisha yako bila shida yoyote. Mnaishi maisha yenu katika namna ambayo ni kama maisha ya dhahabu, golden life. Lakini akisha kuja mtu akaanza kuwekea masharti, akaanza kuwekea kanuni, akaanza kuzungumza masuala ya ikiwa hivi itakuwa hivi, usipokuwa hivi itakuwa hivi, unashangaa unaanza kuvurugikiwa kwenye akili. Automatically unashangaa unaanza tu kuwa na shauku ya kuvunja yale ambayo umeambiwa usifanye. Kwa ni mchezo wa akili. Kwa hiyo kwanza inaanza na kutambua wewe ni nani na kutambua ya kwamba umeunganika moja kwa moja na chanzo, na pili inatakiwa uanze safari ya kuchukua utawala wa akili yako.